Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Musa, sisi tuko Masjid Kongo hapa. Naam. Kongo Diani, Kwale, Kenya. Naam. Kongo Beach. Naam. Ni katika misikiti ambayo kwamba iko katika ufuo za bahari. Naam. Hii ina historia kubwa msikiti huu, nafikiri historia huwa zazungumzwa hapa. Sheikh Musa, kuna swali muhimu ambao kwamba tuulizane. Naam. Kuna mzozo katika ardhi ya Kongo. Naam. Unaeleweka. Kuna sisi Waislamu tunasema ni ya Waislamu. Naam. Kwa sababu ni ardhi ya msikiti, wakfu. Naam. Kuna watu wanasema ni ardhi yetu ya familia. Naam. Sasa ili kufahamisha umma Naam. uhaki wa yule anayemiliki nani, Naam. tunataka kikao hiki bainike Naam. kiushahidi. Naam. Historia ni yetu vipi? Naam. Tunastahiki vipi sisi Waislamu kwamba ni yetu, na wao ni yao vipi, wanastahiki vipi? Naam. Naam, shukran Sheikh Makidudu kwa hilo swali. Naam. Wajua watu wengi wamekanganyika kidogo, lakini alhamdulillah kwa sababu ya nafasi ambayo tumepata adhim, tutajaribu kueleza mambo vile alivyo. Ni kwamba kwanza Sheikh Makidudu atakueleza kwamba msikiti wa Kongo ni msikiti ambao ni wa zamani sana, Bila shaka unajulikana katika historia yake na umejengwa karne ya 14. Persian Arabs Walikuwa wanafanya biashara, lakini walikuwa simama sehemu wanasimama kama vituo vyao, na ndio wakajenga huu msikiti. Ukisema karne ya 14 Sheikh Musa, Naam. unasema ni kabla ya kina Vasco da Gama Kabla. na kujenga Fort Jesus. Kabla Fort Jesus kama 17th century, karne ya 17. Bi maana kwamba tayari Masjid Kongo ilikuweko zamani kabla ya ile ngome ya Mombasa ambayo Fort Jesus. Ni zamani mno. Zamani mno. Naam. Sasa walipokuja Persian Arabs Sheikh, Naam. wakajenga huu msikiti wa Kongo hapa mahali tumekaa hivi sasa. Ndio. Wakajenga huu msikiti na wakawa wanafanya ibada ndani yake, na baada ya kujenga msikiti wakakaa muda mrefu na maisha ya hapa Shekhe, wakawa wanaenda wanakuja wengine namna hiyo mpaka Kazi yao ilikuwa ni kujenga alafu na zao na wamefanyaje muda mrefu. Na kuna misikiti mingine ukiangalia baharini mpaka sehemu za Pate huko kuna misikiti mingi, Kilwa wapi, misikiti mingi tu, lakini tuchukulie hapa kwa sababu ndio kile ambayo tunazungumzia kwa sasa. Baada ya karne ya 14 ni kwamba msikiti ulibaki hapa hakwenda nao. Alafu baadaye pale maisha yaliendelea mpaka wakati palikuwa na mpori hapa Sheikh. Sasa hapa ni wakati wa koloni sasa. Sasa kabla ya koloni kuna Sheikh Mwenyekomba alikuja hapa. Msikiti ulikuwa ni pori hapa onekani. Naam, Sheikh Mwenyekombo akagundua msikiti hapo ulipo na akawaambia wenye kijiji kwamba hapa kuna msikiti. Wanasema watu ima alioteshwa au alipata ruia namna gani kivyote, bila kule hali lakini yeye ndio kwanza akaamsha hisia kwamba watu wa Diani. Naam. Vijiji hivi vitatu, Mwakamba, Mvumoni na Mwamambi, kwamba jamani kuna msikiti, twendeni tukauokoe hivyo. Na baada ya kupata habari zile walikuja wakashika hapa mahali wakasafisha. Ikawa sasa kuna msikiti na makaburi. Ndio. Na makaburi mengine nafikiri utaona hapo mbele Sheikh hapo ya mihrab na mengine kwa juu katika ardhi hii. Hakuna makaburi wala msikiti. Sasa mpaka wakoloni walipokuja Sheikh. Wakoloni walipokuja ambao ni Waingereza. Ngoja nikurudishe. Wakati huu tunazungumza msikiti umekuwa ni pori. Hakuna mtu ambaye kwamba hakuna mpake hapa. Hakuna mtu ambaye kwamba ni kwake, lakini wazee kwa wakija wanavua kule baharini waenda zao nyumbani. Lakini huu msikiti kwa sababu alikuwa huko kulikuwa na wanyama pori wajua kitabu. Kulikuwa na nyati na manyoka makubwa. Kwa hivyo huu msikiti na ule ardhi ni vitu vinaenda concurrent. Sambamba. Ardhi msikiti sambamba. Naam. Sasa baada ya hayo yote ni kwamba kwa kweli hii ardhi ya hapa pamoja na msikiti, gavana wa kwanza wa kizungu alikatangaza kwamba hii ni turathi ya kitaifa kulingana na serikali ya Uingereza, National Monument, moja kwa moja kwamba ikawa ni taasisi ya kitaifa ambayo turathi kwamba lazima iheshimiwe. Na katika kufanya hayo yote walipatambua moja kwa moja, sio mahala pa mtu. Na Sheikh ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 1927. 1927 kabisa sana hiyo. Gavana huyu ama waweza wakatoa gazette notice namba 309 kueleza mambo yanayofuata Sheikh. La kwanza
wakasema kwamba na tunazungumza shehe na makaratasi gazetted ushahidi kwa hapo, sio kwamba labda ukatafuta mama moja kwenye akili. Ushahidi kwa hapa shehe mingi tu. Sasa wakasema jibu la kwanza mwaka 1924 kwamba katika turathi hii lazima iheshimiwe na iweze kudumishwa. La pili mwaka 1925 shekhe, gavana huyo akasema kwamba akaona makaburi ndani ya ardhi mpaka kwenye mihirabu, na akasema kwamba haya makaburi pamoja na msikiti yote haya yalindwe kwa sababu yote ni rasilimali ya Waislamu na turathi ya kitaifa. Serikali ya ukoloni ni mkoloni shekhe, wanapatambua moja kwa moja. Maana tunapozungumza mwaka 1927 na 24 na moja ni muda mrefu mpaka 25, hakuna mtu hapo hakuna mtu shekhe, lakini pia waliona kwamba makaburi haya na msikiti huu hii ni rasilimali ya Uislamu. Sasa maisha yanaendelea shekhe, ndio baada ya kuendelea hapa mahali pakawa pametambulika na serikali ya ukoloni. Sasa kukapitishwa sheria baadaye, baada ya kwamba Kenya ishapata uhuru shekhe. Kenya ilipata nini? Uhuru. Tumekuja kwenye Kenya huru sasa. Naam. Wale wakoloni walitambua na wakasema kwamba hakuna mtu kufanya lolote katika ardhi. Kwa sababu gani? Ni rasilimali ya Waislamu. Sasa kulipokuja sasa uhuru ulipopatikana mwaka 74 shekhe, 1974 ndio mashamba yalipimwa. Mashamba yalipita. Tuangalie, je, baada ya mashamba kupimwa ilikuwaje shekhe? Shamba yote ni maana kwamba mashamba yakipimwa kila mmoja anapewa karatasi inaitwa allotment letter kwamba hii sehemu ni yako moja kwa moja. Kwa hivyo cheti bado, lakini wewe hii sehemu inakuwa barua inaitwa allotment. Wakati cheti kikija, hii sehemu ni wewe ndio mwenye kustahili moja kwa moja. Sasa mashamba yakapimwa, hapa mahali pakatambuliwa kama bado ni mali ya Waislamu, national monument kabisa. Hiyo mwaka 1974. Sasa pakawa sasa watu wanaswali moja moja, wazee wanavua, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa allotted hapa mahali. Hakuna mahali kwa allotment kwamba hapa mahali shekhe ni kwako. Sasa cha ajabu shekhe, ilipofika sasa mwaka 83 1983. Sasa wajua sasa nipo hapo 1983, ambaye alikuwa waziri wa sheria bwana Charles Njonjo akatoa gazette notice tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 1000. Ni Daniel Arap Moi. Daniel Arap Moi akiwa yeye ndiye rais, na alafu waziri wa sheria akiwa ni Charles Njonjo. Ikiwa tarehe 4 mwezi wa pili shekhe mwaka 1983 akatoa gazette notice namba 440 Charles Njonjo akasema maneno haya shekhe, gazetted. Kwa hivyo namba 440, kila mtu aweze kuchukua hizi namba na pia aweza kwenda kuangalia katika library kwa serikali ama archive akaangalia hizo documents. Akatangaza kwamba hii ardhi ni ya Congo Mosque Diani na lazima ilindwe. Kwa hivyo Congo Mosque ni msikiti huo, lazima ilindwe. Na pia vile akasema kwamba ardhi ambayo imekalia huu msikiti na maeneo mengine ambayo yana makaburi yote kuanzia kwenye watermark pale baharini shekhe, ndio na potesha mpaka jua ardhi ambayo kuna makaburi na makaburi ambayo kwenye mihirabu na msikiti, kwamba ni eka 16 hizo pamoja na hizi eka 16 sadaka pamoja na hizi mbili zote 18, kwamba hii ardhi ni rasilimali ya Waislamu, na ndio akasema kwamba ni Congo Mosque. Bimaana kama waziri wa sheria akisema hivyo shekhe, huwa ni sheria hiyo. Ndio shahidi shekhe, huwa ni kitu gazeti. Atuzungumza maneno ambayo yametoka kwa vichwa vyetu, na mtu akiyataka aende kwenye makaburi ama tuone sisi kama ataka tu kama tupate documents. Tuwazungumza na ushahidi. Haikuisha hapo shekhe, iliendelea. Baada ya kuendelea maisha haya ilikuja mpaka mnamo mwaka 86 1986 1986. Naam, bado ni Daniel Arap Moi kama rais wa Kenya. Kuna wanyang'anyi wa ardhi wakaanza kujemelea ya ardhi shekhe. Naam, kumbe ni mambo yameanza kitambo moja kwa moja, na kwa sababu ni ardhi za beach moja kwa moja zina thamani. Na wakati ule tusahau shekhe, wajua consent ya kupata shamba baharini ilikuwa kwa president, ni kweli, kwa sababu ni mwenye nguvu. Kwa hivyo ile idhini consent, yani ni idhini kwamba wewe upate shamba la baharini ilikuwa ni rais, yeye ndiye mwenye mamlaka hayo. Sasa mwaka 86 1986 shekhe, yeye
Daraja ya Title Arap Moi alikuwa rais, alikuwa na nguvu. Shamba shekhe ikanyang'anywa na akapewa yeye. Na title deed. Ambayo title deed shekhe, shamba hii ya Kongo. Hii ya Kongo shekhe. Ambayo sasa title deed ambayo ilikuwa ni ya Moi ambayo imekuwa kasi ndio hii hapa. Hii ndio ilikuwa title deed ya Bwana Moi. Bwana Moi hii. Daraja ya Title Arap Moi ikawa cancel. Sasa akapewa mwenyewe akaimiliki. Alivyoimiliki shekhe akawa sasa ni mwenyewe mpaka sasa ikaja mwaka 1996 shekhe. 1996. Naam. Waislamu baada ya kugundua kwamba shamba title deed ya Kongo Mosque ina Bwana Moi, Waislamu wakaamua wakaamsha hisia zao kwamba ardhi yetu imenyang'anywa na rais. Kuandamana. Mimi na wewe tukiweko. Ndio pale ile zalzala ya Waislamu 1996. Waregelee historia, nafikiri wataipata hiyo. Kulikuwa na nini Kwale. Mimi nilikuwa sekta ya Waislamu wakati huo. Ilikuwa ni kwa sababu ya ardhi ya Kongo na kule ardhi ya Masjid Jihad. Naam. Siku mbili hizi Masjid Jihad kule karibu 21. Waislamu wanasema tutataka ardhi zetu. Waislamu sio ardhi ya mtu. Hapana. Mimi na wewe tukiweko shekhe. Mwaka 96 nikiwa ni sekta wa Waislamu na madrasa mpaka leo madrasa nimehifadhi shekhe haya. Wengine walishikwa, wengine baada ya kufungwa, wengine wakaja nyumbani wakafa shekhe. Akiwemo kina Miribanda, akaliwa kina Mirizima, Mzee Kizondo, na kina Miriswale na wengine ambao wako hai kama sisi bado tuko macho na tunajua kilichotendeka shekhe. Wewe na mimi tuko hapa leo. Sasa baada ya vile ile vurugo inaendelea shekhe mpaka tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2009 Rais Moi anaitoa title deed, amesarenda, akasema basi pale imefika na ikatiliwa mbali. Toa ushahidi. Wale wakubwa ukiwaulizwa wanasema wale waliokuwa karibu na rais. Akasema rais alipoambiwa hii fujo ni kwa sababu ile ardhi ya Kongo, akasema jamani, mimi sitakilana. Kweli Moi alikuwa Mkristo, lakini alikuwa roho yake alishauriwa. Akasema mimi sitakilana. Lana gani? Waislamu zile yale maombi yao itageuka itakuwa ni lana juu yake moja kwa moja. Sitakilana hii title deed. Alafu pia shekhi, kulikuwa hakuna usalama kwa sababu kuna vurugu usiku na mchana. Mimi shekhi nikiweko pamoja na wewe na Waislamu wengine ambao tunawataja na Waislamu ambao walikwenda maneno na ndio pale, alafu akaisarenda title deed, ndio hii ikawa cancel hii. Baada ya cancellation hii shekhi, chapa cha title deed ndio hiki hii ni photocopy. Kwa hivyo ikawa cancel kwa nyekundu hii. Alafu serikali baada ya fujo kwa sasa Moi ikabidi aseme sasa shamba narudisha wenyewe. Waislamu wakapewa shamba hiyo ambayo ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka 2012 ambapo title deed Waislamu wakapewa, ambayo ndio hii shekhi mwaka 2012. Mwaka 2012 na 12 Waislamu wakapewa title deed ambayo ndio hii, ambayo ikawa sasa Waislamu original inakuwa na nyekundu, lakini photocopy hii ndio title deed ambayo kwamba ina read Kwale Islamic Center moja kwa moja kwa Islamic Center, ambapo kwamba inakava hii ardhi ya Kongo hika 16. Alafu na title nyingine ikaletwa ni Kongo Mosque ambayo kule ambayo ni 7.5. Halafu hapa tumekaa ekari mbili ambapo kwamba zinaingia kwenye msikiti moja kwa moja, na serikali wakapafanya museum au wanapataka kufanya moja kwa moja. Kwa hivyo zile 16 hizi mbili itakuwa ngapi? 18. Alafu kule ukivuka ule mtu kuna 7.5. Kwa hivyo kabla ya kuendelea, Sheikh Musa unasema, yani mtu anauliza ninyi Waislamu hii ardhi mnadai ni ya Waislamu, umeipata vipi? Kwa hivyo jawabu ni kwamba yatoka kwa Moi. Alikuwa amemiliki, lakini Moi aliposikia ile vurumai akaisarenda, akasema mimi sitakilana, chukueni ardhi yenu Waislamu. Akaitoa ile title deed yake, ndio ile tumeonyesha, ikawa cancelled. Alafu ndipo 2012 ikatolewa hii ya Waislamu. 2012 ikatolewa hii. Sasa hivi ndivyo tumepapata Waislamu hapa Kongo ni kwetu kwa sababu ya hii title deed kutoka kwa Moi. Na title deed tunajua sheria yake ni kwamba ikiwa kuna title deed sasa yataka kutolewa nyingine, ili ya kwanza upelekwa ikawa cancelled kama ilivyofanywa hii, ikakanseliwa alafu ikatolewa nyingine kama ilivyofanywa hii yetu. Kwa hivyo tunayo sisi kwa sababu ya kwanza ilikuwa cancel. Ile ya Moi zinatofauti zinakuwa moja kwa moja. Ile ya Moi ndio
ndio hii ambayo ilikuwa cancel, halafu na sisi nasi ikawa ndio hii yetu ya Waislamu. Tuna title deed hapa Kongo Mosque ina read kama Kwale Islamic Center. Naam. Nadhani mpaka hapo watu washaelewa Sheikh. Haya. Haikuishia hapo Sheikh, inaendelea. Naam. Sasa baada ya kwamba sasa shamba imepewa Waislamu, kulituma ujumbe ukiongozwa alikuwa waziri mkuu Bwana Raila Amolo Odinga wakati huo. Serikali nani ya Rais Mwai Kibaki sasa anakuja kama waziri mkuu. Tuko hapa Kongo Sheikh, ilikuwa tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2012. Anatuletea title deed Sheikh mbili. Ya kwanza ni Kwale Islamic Center na ya pili ni Kongo Mosque ambapo kule ndio zinatolewa. Tukapokea rasmi, tukaweka subiri kufanya maendeleo katika ardhi hizo. Na hapa ni serikali ya Kibaki. Kumaanisha habari za kutoka ukoloni walipokezana mpaka wakapokea serikali ilipopata uhuru ilipokezwa kwamba hii ardhi si ya mtu yote, ni ya Waislamu. Wakapokea nao. Kenyatta akapokea, Moi alipokuja akapokea hayo, alipachukua kwa sababu ya nguvu ya rais. Lakini alipojua akatransfer akasema chukua ardhi yenu. Kwa hivyo Kibaki amekuja pia haya maneno aliyapokea. Kwa hivyo serikali baada ya serikali walipokea kwamba ya ardhi ni ya Waislamu. Unaona pasha na Arabs wale wa kwanza hawakuvunja msikiti, waliubakisha. Sasa ikawa sasa ile manto linapokezwana wanaondoka ni kwa Waislamu hapo, na hakuna mtu hata mtu mmoja aliyedaka individual kwamba hapa mahali mimi kwangu. Sheikh Musa nikuulize, wakoloni mpaka Kenyatta mpaka Kibaki mpaka Moi mpaka hivi sasa ni bwana Ruto. Pengine hapo wakati huo kuna mtu yote alidai kwamba hii sehemu ni yangu? Wallahi Sheikh Makidudu, kimashtaka au kimadai? Mimi kwa kweli kupigana wakati ule, wakati wa rais wa Moi ile mwaka 96 ile maandamano, kuna mtu pengine alijitokeza akasema jamani, hebu stop, msijisumbue bwana, hii ardhi ni yetu sisi, hata msifanye vita, kwa sababu kuna watu walifungwa, kuna watu walienda kupelekwa jela seli. Wangekuja wakasema hebu jamani stop, hii ardhi ni yetu, haina haja kujisumbua kupigania. Kuna mtu alitokea? Kwa kweli hakuna. Mimi mwenyewe pia nikandani na nikatolewa, na mimi nilikuwa kama mwandishi wa Waislamu, hizo documents zote zilikuwa zapitia kwangu. Hakuna mtu aliyedai hata mmoja akasema kwamba hapa mahali tumeshtaki Waislamu, tumeenda mahakamani. Hakuna kama wala hakuna mtu tulimsikia, walinyamaza tu. Tulingangana wewe Sheikh Makidudu na ukiweko na pia wewe labda kama ulisikia mwenzangu, wewe kusikia maneno kama hata sijasikia, hatukusikia sote. Kwa hivyo haikuishia hapo, ikaendelea mpaka sasa ardhi ikatolewa rasmi, tukapokea vyetu hivi mpaka tukaviweka 2012 hiyo Sheikh, tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2012. Sasa cha ajabu tulikaa tukitafuta maendeleo ya ule msikiti hiyo ardhi yote, lakini wallahi Sheikh tukagundua tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2025 mwaka huu kuna title deed nyingine mpya ishatolewa Sheikh. Na mimi nafikiri Sheikh Musa haya tusingeyagundua kama haingetolewa matangazo kwenye mitandao ya biashara kama pauzwa kwenye biashara. Kwenye mitandao tunaamka tu ya kwamba tunaona mapamphlet ya kwamba kuna ardhi zimepigwa bei, zinauzwa Mtwapa huko Nyali, mojawapo ni ardhi ya Kongo Beach hii ambapo kwamba ni ya Mosque. Hapa tumekaa yani ardhi yauzwa. Hapo ndio sasa hisia za Waislamu zikaja juu, wengine wanaojua historia zikaja juu, mpaka ile pamphlet haraka upesi kafutwa, baada ya siku moja ikafutwa. Hii sio biashara, haifai. Ndio sasa tukajua kwamba kumbe kuna title deed nyingine. Tukisoma ni recent title deed ambapo kwamba imetolewa tarehe ngapi? Ni kwa tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2025. Hiyo ya hao wanaosema wanadai ardhi ni yao, title deed yao imetoka baada ya miaka 10 na baada ya title deed ya Waislamu ilipotoka. Sasa na wao wanatolewa title deed juzi. Haya sasa, wajua Sheikh, haikusimama hapo, tuliendelea kutaka kujua hawa walipata vipi shamba hili. Tulienda mahakamani, tumeenda mahakamani kwa kujua kwani walipata katika njia gani, angalia katika zile procedures. Hatukushtakiwa Sheikh sisi, maana title deed tuko nayo ndani ya nyumba, tumebakia nayo, hatujaona kwamba tumeletwa mahakamani. Na sisi tulienda mahakamani kwa kujua hawa wazee wetu wameshtaki mali vipi.
Lakini hii title deed wameipataje? Walipata vipi? Hatukuwa dharau, tulijaribu kuangalia kama ni pao halali. Lakini shekhe, nafikiri mimi na wewe na wasema wengine tukaenda mpaka kutafuta hii hali, tutaka kujua halali wa title deed yao. Tukaenda kwamba kama kuna mahakamani wameenda hao wazee na kesi yao namba 73, civil case number 73 ya mwaka 2005, ndio kesi ambayo kwamba wanadai wamefaili katika mahakama hii kabisa. Je, hii kesi hii walishtaki nani? Hii ajabu ni kwamba baada ya kwenda pale sisi katika kutafuta hii kesi ilikuwa kwaje, tulipata kwamba ile kesi yenyewe shekhe, si yale majina ya wazee, hapana. Yani ni kesi wanaibanikiza mshtaki katika kesi hiyo, namnukuu hapa shekhe, ni Hassan Mohamed Hussein. Hiyo kesi hiyo civil number case 73/2005, hiyo kesi aliyeshtaki ni Hassan Mohamed Hussein. Alishtaki nani? Versus Yusuf Kulie Uloso. Watu tofauti ambao si wala hahusiani mambo yao, walishtakiana na mambo mengine. Lakini tunaona kwamba la mshangao ni kwamba tunaona kwamba kuna kesi. Kwa hivyo kesi hahusiani na hao aliotiza ambao ama hao wazee ambao wanasema kwamba ni yao. Kwa hivyo la kwanza, ikiwa kweli walienda kwenye kesi la kwanza, tunataka hiyo namba ya kesi tuijue ni ipi. Hatujadharau mpaka leo. Hatujadharau. Aliyeshtaki nani? Aliyeshtakiwa nani? Hiyo first. Manake unaona shekhe, tuligundua kwamba inasemekana sasa, nakuja kwenye inasemekana kwamba wa kwanza mshtakiwa alikuwa ni Attorney General, National Land Commission, alafu na Register of Titles. Lakini wao wanasema walishtaki hao bimaana walishtaki serikali. Hao wanadai ardhi ni yao, walishtaki watu hao na serikali hao. Haya, title deed holders zamani sisi hatukushtakiwa. Sasa hapa kuna swali lingine. Ikiwa title deed holders ni sisi, hatukuitwa kwenye kesi. Moja. Pili, hao waliotajwa kina Anton General na watu wa title deed, watu na nani, pia vile vile hawakuitwa kwenye kesi kushtakiwa na hawa mabwana. Hawa mabwana wanasema ilifanywa review mwaka, wakataja mwaka, ilifanywa review kwamba wao ile ardhi mpaka judgment ikatoka kwamba ile ardhi ni haki yao. Wanasema ikiwa ardhi ilikuwa ya msikiti, kwa nini kufanywa review? Sasa unaona ni kwamba ilifanywa review. Nani alitambulishwa kwamba kunafanywa review? Sasa hakuna mtu alitambulisha, kwa sababu title deed tunayo sisi, ili tuiregeshe ile review ikancel ile cheti cha hapa. Kawaida Sheikh Makidudu, wakati title wajua inataka kwa cancel, ndio huwa na kuitisha upeleke ile title deed yako, ni kwa kule ambayo wewe sasa sema ni halali, inakuwa cancel ukishuhudia kwa macho yako. Sasa sisi hatukusoma popote hawa kina Attorney General kama walihusishwa, na kama walihusishwa why not us? Mbona sisi na pia tungekuwa notified wajua kwamba jamani title deed tuliyopatia ni fake. Lakini hoja ni hii ambayo ni tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2025. Na ndiposa shekhe, kama unakumbuka, sisi baada ya hili vurugu la juzi na kufanya utafiti, na mpaka leo tunasema kwamba wale wazee walitushahidi kwamba wameenda mahakamani, procedure. Yes kabisa. Kama hivi tuna documents hapa mpaka review ikafanywa, wakaambiwa ardhi ni yenu moja kwa moja. Nimetaraila hapa juzi tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025. Ilikuwa Jumapili shekhe, na tukakutana katika hall hii hapa hall. Kwa nini tumeita Raila? Swali zuri. Kwa nini tumeita Raila hapa Kongo? Ni kwa sababu Raila ndiye alihusika tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2012, ndiye alituletea title deed shekhe. Sasa ilikuwa ni kuja kumuuliza ile title uliyotupatia ilikuwa ni fake, mheshimiwa, ama ilikuwa ni halali? Jawabu lake alisemaje ukiwa pale? Ni title deed halali ambao kwamba ndio mnaostahiki nyinyi title deed hii sadaka Waislamu. Sasa hapa shekhe, tukifikia hapa shekhe, tunataka sisi hatujadhulumu mtu, na kama bado kuna documentary evidence kwamba mtu anadai kwamba ni kwake, we are ready to get those documents. Tuone kwamba je, mwenzetu anasema ni halali kwake kivipi. Tuko tayari shekhe, sisi si wanyang'anyi, tulipapata halali na hata dunia inajua
Kwa hayo shekhe, ni kwamba kama mtu atakuwa na maswali ama na pendekezo yote, hivi ndivyo Waislamu walivyopata ardhi hizi ya Kwale Islamic Center na Kongo Mosque. Naam. Shukran Sheikh, lakini sasa mpaka sasa sisi tutashukuru watu wa anti corruption wamekuja hapa na wakaeleza, tukawaeleza kesi iko mahakamani, tutasubiri majawabu. La kushangaza ni kwamba kuna tetesi ya kwamba watu wananyemelewa, wanafuatwa mmoja mmoja, kutongozwa na kuambiwa kwamba atakayeshirikiana na sisi ardhi ikiuzwa atapata chochote. Naam. Sasa hapa panatoa ishara kwamba hakuna uhaki hapa. Naam. Kwa nini kama ni haki mtu atongozwe ambiwe ikiuzwa utapata chako? Unaona Sheikh Kidudu, kwanza mimi nitakusema hivi, ukikaa hapa mimi na wewe, hii ardhi haiwezi kuuzwa Sheikh. Hakuna biashara. Wajua kama ni kuuza mkofi nimeuza mimi na kuna Meribana na wewe uko yako na kuna mzee kabisa, mbona tu kuuza? Sasa mtu asidanganye kama atauza ardhi. Kwanza afike kwa akili yake kabisa, kwa sababu ardhi ushahidi unaotoa hapa Sheikh sio mdogo, na kama mtu bado anataka ushahidi Sheikh atoone kumpatia kitu ambacho kinanishangaza tena, mbali na hiyo kutongozwa watu kuambiwa ikiuzwa ardhi watapata percentage fulani ya pesa. Naam. Mtu mfano anamiliki ardhi mimi ninadai kwamba hii ardhi ni ya Waislamu na mimi pia katika familia wanaodai kwamba ardhi uzwe familia zetu. Lakini si hatukwenda upande huo, tumeenda upande wa kwamba ardhi ni ya Waislamu, kwa sababu kuuzwa kwa ardhi hii na kupata pesa ile ni manufaa hapa duniani. Mimi napigania ardhi ya Waislamu. Hatuna ardhi ya wakfu hapa Kwale. Na ikifanywa ardhi hii ni ya wakfu, ni ardhi ya watu wa Diani, ni ardhi ya watu wa Kwale, ni ardhi ya Wakenya, ni ardhi ya Waislamu dunia nzima. Tunataka kujenga kituo center ambacho kitakuwa ni center ambao kwamba ina accommodate wanafunzi zaidi ya 500. Wanalala pale, wanapata masomo yao, dini, dunia, wanapata malezi mbalimbali, wanapata ufundi wa mkombo utawasaidia katika maisha yao. Hivi malengo haya yafifie, yafe kwa sababu ya mtu au watu ambao kwamba wanapigania ardhi ile waipate, wakipata yani iko kwenye bei tayari. Hapa haiwezekani. Wakipata wauze tayari wale pesa hapa. Tunasema hilo jambo haliwezekani. Unapoangalia Sheikh silikuwa iko katika bilioni 1.4. Bilioni 1.4. Lakini sasa haiwezekani kwa sababu gani Sheikh? Hii ni mali ya Waislamu. Na ulizungumza jambo Sheikh kwamba hata katika familia pia si tumo, kwani ni urongo? Tumo katika familia. Lakini Sheikh tuko katika haki. Hatujasema tutarudi kwenye familia. Kwa sababu sisi tunasema kwamba hata familia wachana na imani yetu tunawaambia. Kwa sababu mwaka 96 hatukusikia kama tulivyosema kwamba kuna mtu aliyedai Sheikh. Kwa mfano sasa turudi nyuma tu backslide. Tusema hapa hii ni ya familia yetu. Mimi na wewe Sheikh tutaonekana vipi? Yani tulipigania kitu cha Waislamu alafu tuje tugeuke tuseme ni cha unafiki kiasi gani Sheikh? Ardhi ni ya familia, Waislamu msijisumbue. Lakini hatukuwa hivyo, mara leo tuseme kwamba ardhi hii ni ya familia, itakuwa ni kitu Sheikh. Tuliamba watu ule mwaka 96 kwamba jamani, wewe Makidudu na Makoroma na Banda piganeni, lakini ardhi ya familia fulani ya kwa fulani wajua tumepiga break kabisa. Lakini sasa sisi Sheikh tunapambana na serikali, watu wanateswa, mimi nikapelekwa mahali sehemu ngumu. Sasa itakuwa ni maajabu Sheikh nione kwamba mimi nimeenda kuteswa ndani ya gereza, ndani ya police station, alafu Sheikh upate kwamba sasa sema jamani ardhi hapana ni ya familia. Sheikh tunakwenda kusema. Kwa hivyo sisi tuhitimisha tuasema ardhi ni Waislamu. Tuwakaribisha ambaye kwamba atakuwa na mushkili wa kuuliza hii historia ambayo iko hapa na umiliki wa ardhi uhaki kwamba ni ya Waislamu, tafadhali aulize na andike kwenye comment swali lake, au akitaka aje atuone, namba zetu ziko hapo, aone kwamba ardhi hii tuipigania kwa grounds gani. Hizo grounds zipo, na sisi vile vile tuomba Mwenyezi Mungu atupe ushindi wa ardhi hii, kwa sababu lengo letu ni hii jamii. Lengo letu sio matumbo yetu. Kama ni matumbo yetu ingekuwa tushauza kitambo, kama alivyosema Sheikh Makoroma. Ingekuwa tushauza, na tuliahidiwa pesa nyingi hapo wakati huo. Pesa nilikuwa ni zamani, pesa zina thamani, sio sasa. Lakini tulikataa kwa sababu ya kwamba ni ardhi ya Waislamu. Mwenyezi Mungu atupe ushindi. Amin. Tushinde hii, na wale ambao kwamba wanashindana kwamba ardhi ni yao pia
pia Mwenyezi Mungu roho zao azifanye ni roho za Waislamu, azilainishe, awasamehe makosa yao, warudi pamoja na wenzao, ili tuweze kuendelezesha hii dini yetu, ukunda yetu, Kwale yetu. Kwale ni watu amani kabisa, mpaka sisi tuhubiri amani mpaka sasa. Naam. Yani utakapoangalia klipu hii ujue kwamba ni amani tupo hapa inahubiriwa. Naam. Hakuna vita, hakuna kufanyana hivi, ni amani, watu waje mezani kama ni kuzungumza au kama nini, lakini ardhi iwe ni ya Waislamu. Naam. Na mimi kimazasha kama kibibi ni kwamba tumeenda vizuri na ishaeleweka, na documents hizo hizi na nyingine bado tuko nazo, kwamba si kwamba labda tunazungumza orodha, tunaonyesha umma kwamba hatuzungumzi maneno ambayo si hayana ushahidi. Maneno yetu yana ushahidi na ujumbe umefika inshallah. Kama kutakuwa na any comment, swali lolote, tuko tayari kupokea sisi. Shukrani kwa hayo. Shukrani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam.